Wakati mwingine, kumkamata muuaji katika umati wa watu, kinachohitajika tu ni kitu kimoja kidogo: kubonyeza. Mwezi Juni mwaka jana, damu ilimwagika katika viwanja vya bunge la Kenya. Mwezi mmoja kabla, serikali ikiongozwa na rais wake William Ruto ilipendekeza bajeti yake ya kila mwaka, mswada wa sheria ya fedha wa mwaka wa 2024. Ikiwa sisi ni nchi yenye umakini, lazima tuweze kuongeza ushuru wetu. Lakini wengi hawakuona hivyo. Hakuna tena kodi. Hakuna tena kodi. Mnamo tarehe 25 Juni, zaidi ya Wakenya 100,000 waliingia katika mitaa ya Nairobi. Lengo lao kuingia bunge. Kila wakati tulipenda mitaani, hata tuliinua mikono yetu tukisema tuna amani. Lakini bado waliwapiga watu risasi. Kwa nini sasa? Takriban vijana 3 waliuawa katika bunge la Kenya: David Chege, Erikson Mutisia na Eric Shieni. Jioni hiyo, Rais Ruto alitoa maelezo yake juu ya kile kilichotokea. Leo, usemi halali wa haki za kimsingi na uhuru wa kukusanyika ulipenyezwa na kutekwa nyara na kundi la wahalifu waliopangwa. Ingawa alijutia vifo hivyo, alivishukuru vyombo vya usalama na kuwatupia lawama wale aliowaita wahalifu waliopangwa. Tangu wakati huo, hakuna uchunguzi rasmi uliochapishwa na hakuna mtu aliyewajibishwa kwa mauaji hayo ya tarehe 25 Juni. Lakini BBC Africa Eye imekuwa ikichimba. Tumepanga zaidi ya picha na video 5,000 kujenga upya mauaji hayo. Sasa tunaweza kukuonyesha hasa kilichotokea. Tunaweza kuchagua wauaji katika umati. Tunaweza kufichua walikuwa wanafanyia nani kazi. Na tunaweza kutoa jibu kwa swali moja rahisi: kulikuwa na sababu yoyote ya kumwaga damu kwenye viwanja vya bunge la Kenya? Nilipoingia ofisini, niliambia kila mtu afunge mikanda yake. Sitaongoza nchi iliyofilisika. Sitasimamia nchi ambayo ina shida ya madeni. Mnamo mwaka 2024, serikali itoa mswada mwingine wa fedha. Kutoza ushuru wa bidhaa za kimsingi ili watu wasiweze kumudu tena. Watu wanaumia tu. Na wabunge wetu, raisi, hawakuwa wakitusikiliza hata kidogo. Kamati hii kweli iliwasikiliza watu wa Kenya. Kutoka kwa ushuru uliopendekezwa kwa mkate, kwa sekta ya bodaboda, kwa ushuru wa mazingira kwenye nepi za watoto na taulo za hedhi. Kulikuwa na hasira ambayo ilionyeshwa jana mitaani. Yalikuwa maandamano ya Gen Z mwanzoni. Unajua, vijana hata tulipokuwa mitaani hawakuelewa ni kwa nini tulikuwa pale. Tulifanya maandamano ya kwanza Juni tarehe 18, tukakamatwa. Juni 20 pia tukakamatwa. Alafu tukasema tarehe 25 tunarudi kuingia bunge. Hali ilikuwa ya wasiwasi sana. Lakini hakuna mtu aliyetarajia kile ambacho kingetokea tarehe 25. Tarehe 25 Juni 2024, saa 3:30 katika bunge la Kenya. Tunashughulikia swala muhimu sana la mswada wa sheria ya fedha. Ndani, wabunge wanawasilisha kwa usomaji wa mwisho wa mswada wa fedha wa serikali. Nje, watoto walikuja na spika za Bluetooth na maji yao. Ilikuwa sherehe jiji zima. Hakukuwa na uharibifu, hakukuwa na vurugu. Lengo lilikuwa moja tu: walipoanza kusoma mswada, tunakwenda bungeni. Hili ni jambo ambalo nchi hii haijawahi kuona. Niliona matumaini. Tarehe Juni 25 kwangu ilikuwa siku ya kawaida. Nilijua watu wangekuwepo tu, wakipiga kelele, Ruto lazima aende.
Mambo haya yanaonyeshwa moja kwa moja kwenye TV za kimataifa. Hapo ndipo nilipogundua kuwa itakuwa na uzito. Waheshimiwa wabunge, tunauliza swali. Wakati upigaji kura unaanza, Je, wengi wa maoni hayo waseme ndio? idadi imefikia zaidi ya 10,000 katikati mwa Nairobi. Tulihisi hili linawezekana, hatimaye tukaingia bunge. Lakini polisi wana mawazo mengine. Sasa idadi inaanza kuwa kubwa na watu wanaanza kukamatwa. Kwa masaa matatu, zaidi ya waandamanaji 100,000 wanamiminika kutoka mashariki, kaskazini na magharibi. Wanaungana na kusukuma kuelekea kwenye lengo lao, bunge. Agizo, waheshimiwa wabunge, agizo. Licha ya machafuko mitaani, Anzeni kupiga kura. wabunge bado wako kwenye chumba hicho. Napiga kura ya ndio. Ongili Babu Owino. Napiga kura ya hapana. Niliunga mkono maandamano kwa 100%. Hatukuwa na furaha bungeni. Kataa, kataa, kataa. Kurudi kwenye maandamano, polisi wanashikilia sehemu hizi tatu. Mabomu ya machozi na risasi za mpira zinawapiga waandamanaji. Lakini wanaendelea kuja. Watu walikuwa na lengo moja pekee: kuingia bungeni. Ndani ya chumba, jambo kubwa linakaribia kutokea. Kura za ndio 195. Kura za hapana 106. Kura za ndio zimeshinda. Mswada wa sheria ya fedha ulipigiwa kura. Habari iliwafikia waandamanaji papo hapo. Baada ya baadhi yetu tulikamatwa, tukapigwa. Hapa ndipo kila mtu anaposema lolote litakalotokea, tutaingia bungeni. Saa 8 na dakika 20 mchana wakaingia. Wameingia jamaa, wameingia. Wamefika bungeni. Tumefanikiwa kufika bungeni. Watu wamo ndani ya bunge. Mengi yalitokea kwa mara moja katika saa iliyofuata, kwa hivyo tutaichambua dakika baada ya dakika. Tumechanganua zaidi ya picha na video 5,000 zilizopigwa siku hiyo. Tumebainisha wakati kila moja ilipopigwa kwa kutumia metadata ya kamera, muda wa mtiririko wa